Amen, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunasikia katika kitabu hiki cha Samueli kinatuambia juu ya Daudi na Mfilisti. Sauli alimuvika Daudi vazi lake, akamtia chepu kichwa, kwa kuwa alikuwa naenda anamtarajia aende akapigane vita, na Daudi hakuogopa vita ile. Lakini Daudi alienda akamuvika vitu vyote, akampatia upanga, akampatia make vitu vyote venye Sauli alikuwa akitarajia venye atapigana nayo. Lakini Daudi alivikataa juu ya nini? Ni vitu venye alikuwa havizowei, ni vitu venye alikuwa hayapima kuvigusa. Akamwambia Sauli, siwezi nikaenda na hivi vitu, siwezi nikaenda navyo. Akavivula vyote. Sasa nilivula, akategemea yeye peke, akasema mimi namtegemea Mungu. Na sasa alienda kule, alilogota njoo majiwe mumai. Sasa alilogota ile majiwe, alilogota haiko kwa kusema aseme njoo atapigana nayo vita. Alilogota hiyo kama kwa kumsaidiza. Lakini salifika kule, alipigana vita na Mfilisti. Mfilisti alimdharau kwa kuwa aliona ni kijana mdogo sana. Akamwambia, wewe hautanifanya kitu. Lakini Daudi alikuwa anajiamini. Anajiaminia nani? Anajiaminia Mungu. Alisimama pale. Mfilisti anamwambia, unaona wewe uko kijana mdogo sana, mwili yako nitaipatia ndege. Lakini hakusema aogope, hakuogopa juu alikuwa anategemea Mungu. Kwa kuwa hata Sauli naye alikuwa na muogopea Daudi. Lakini Daudi akasema nitasimama tu, nitaenda. Amen. Ule Mungu alinitosha kule kwa ile makucha ya simba, nitaenda kupigana naye. Kwa kuwa Mfilisti alikuwa anatukana Mungu, alikuwa anategemea miungu yake. Lakini yeye Daudi alikuwa anategemea Mungu. Na wakati alitegemea Mungu, akasema Mungu atanishindia. Alitumainia kama Mungu ndio msaidizi wake. Akamwambia Sauli, Mfilisti sasa alimwambia Daudi, unaona wewe nyama yako nitaipatia ndege. Naye akamwambia, nyama yako na wewe nitaipatia, nitakata kichwa nioneshe watu wote, nitakitembeza. Lakini Mungu wa majeshi hakumwacha. Mungu wa majeshi akasema niko pamoja na wewe. Ile majiwe lilogota, alipiga tu kidogo, Mfilisti akaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Mfilisti akaanguka. Watu wote wakashangaa. Kijana mdogo kweli. Mfilisti alikuwa ni mtu mwenye alikuwa anajisifu, alikuwa anajisikia, alikuwa kifanya juu anategemea vitu ya mashetani, miungu yake ya shetani. Lakini Daudi alikuwa ni mtu wa kumtegemea Mungu. Ndiyo maana alisema kichwa chako na mimi nitakitembeza watu wote wakiona. Alifanya tu geste kidogo, akampiga Filisti. Na sana mpiga, alitegemea Mungu. Alimwambia, ule Mungu natukanaka, leo utaona. Na wewe unategemea mipanga na mikuki. Lakini mimi namtegemea Bwana wa majeshi. Amen. Namtegemea. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa neno la leo linatuonesha sisi wa Kristo, wakati unapo
unapopitia majaribu, usiogope. Amen. Usimame. Juu ukisimama na Mungu atakuwa pamoja na wewe. Amen. Tuko tunajangalia tukipitia majaribu tu kidogo, tunatupa imani. Tukipitia magonjwa, tunatupa imani, hatutaki kuomba tena Mungu. Unakuwa najiwaza huku na huku, nitafanya nini? Lakini Daudi alikumbuka ule Mungu wake, alimtosha mwa ile makucha ya simba. Akasimama akasema nitaenda tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akasema nitaenda tu kupigana na Mfilisti, juu alikuwa anamtegemea Mungu. Na sisi pia tumtegemee Mungu. Mungu ndio maisha yetu. Mungu ndio kila kitu. Tuko tunapitia shida nyingi hapa South Africa. Lakini kupitia shida, tuko tunafika tunasema leo sitaenda kukanisa. Leo sitaomba. Jia nini? Maana unamkumbuka Mungu wakati yenyewe Mungu alikufanyia anakuokoa, njoo unamkumbuka Mungu. Lakini wakati wa shida hautaki tena kumtembelea Mungu. Mkristo hapashi kuwa vile. Mkristo anapaswa kusimama. Mkristo anapaswa kuwa saa zote anapaswa kuwa pamoja na Mungu. Amen. 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 Mkristo ni wa kumlilia Mungu. Hallelujah. Wakati wa shida unapiga magoti unamwambia Mungu na atakutendea. Juu Daudi mkwenda kupigana vita, alikuwa anamtegemea Mungu. Alikuwa kutegemea mwingine mtu. Lakini alisimama akasema mimi nitaenda kupigana. Na ndio maana alishinda Mfilisti. Na salimuua, alikamata kichwa cha Mfilisti, alienda iko na kionesha juu watu wote waaminie. Amen. Na sisi hapa wakati Mungu anapotutendea miujiza yake, kama uko mgonjwa unamuomba Mungu, Mungu anakutendea. Onesha hapa mbele, uoneshe kila mtu ashua aone kama Mungu alikutendea. Amen. Juu Daudi kupitia ile kichwa alionyesha juu Mfilisti alikuwa anajisikia. Akasema hiki kichwa nitakionesha watu wote. Na ni kweli watu walikiona. Na sisi wa Kristo wakati unapopitia shida, onesha kama Mungu alikutendea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiogopi. Ukiogopa shetani atapata nafasi. Amen. Ukisema unyamaze kimya, uko najiuia wewe peke maisha yako. Juu boga inakutesa. Yo. Unapaswa kusimama umsifu Mungu wako, ushuhudie ile yenye Mungu alikutendea. Shetani ana vitu vingi sana. Wakati anapokujaribu, anakutia kaboga moya yenye hautaweza kujitosha yeye. Lakini boko lingine sasa unajisikia acha tu nisimame niombe Mungu. Roho iko nakwambia omba, nyingine nakwambia acha. Juu akutie tu boga. Lakini kama uko Mkristo unamwaminia Mungu, utaomba tu na utamshinda. Amen. Na wakati unashinda, kwenye iko anasikia anatetemeka. Tukamate mfano kwa Daudi, juu Daudi hakuogopa. Katoto kadogo kampige baba mzima. Kisha we mama wa maombi, uko naomba Mungu kila siku na kia kukanisa. Jaribu kidogo tu hivi, ulishatetemeka wewe wote. Jaribu kidogo, unajisikia manake wote unakosa amani. Mama Mkristo hawezi kuwa vile. Mama Mkristo anapaswa simama katika neno. Anasimama na mtegemea Mungu wake wa majeshi. Anategemea Mungu. Mungu ndio kila kitu maisha yetu. Mungu ndio anajua maisha tunayopitia. Na Mungu anaweza yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
asifiwe sana. Amen. Amen. Neno hili lilinijenga sana. Amen. Wakati ninapopitia vitu kidogo kidogo, sasa nilisoma hii neno nikasema hata nitasimama. Amen. Juu Daudi hakuogopa hata hakuogopa Mfilisti. Nikasema nitasimama na mie nione lile Mungu atanitendea. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Neno la leo naishia hapa. Tunapaswa tuombe Mungu, tusimame tumuombe Mungu. Amen. Mungu